Kikao cha leo ni kwa mujibu wa barua ya msajili wa vyama vya siasa ya tarehe 17 ambayo imetuandikia kwa ajili ya kujaza baadhi ya nafasi za kitaifa katika chama chetu. Kwa hiyo kikao kilichokwisha muda punde hapa tumejaza hizo nafasi, lakini pia kubwa tumeweza kuwasimamisha baadhi ya viongozi wetu katika chama. Na nipende kutamka kwamba kwa wale ambao tumewavua wanachama, anaitwa Ali Makame Isa. Huyu ni mwanachama wetu ambaye alijiunga na chama chetu, lakini kamati kuu baada ya kukaa kufuatilia nyenendo zake tumeona kumsimamisha, kumvua wanachama kabisa. Kwa hiyo huwa anatoa matamko na sisi kama chama kuanzia sasa hivi hatutatambua matamko yake kwa niaba ya chama chetu. Kwa hiyo si mwanachama wetu kuanzia sasa hivi. Na pia alikuwa ni mgombea mwenza katika uchaguzi huu ambao umekwisha. Na wa pili, na yeye ni katibu wa vijana wa baraza la vijana. Maana sisi ADA TADEA tuna baraza la vijana. Kwa hiyo anaitwa Alphonse Mayunga, na yeye tumemvua wanachama katika kikao chetu, na ni kwa mujibu wa katiba imetuelekeza hivyo. Na watatu anaitwa Bwana Tiba, yeye ni katibu wa mkoa wa Mwanza, na mwenyewe tumemvua wanachama. Barua ya msajili wa vyama vya siasa tarehe 17 Novemba hii ametuambia tujaze nafasi. Tulikuwa na nafasi ambayo iko wazi ya makamu mwenyekiti upande wa Zanzibar. Yeye alijiondoa kwenye chama akajiunga na chama cha CCM. Kwa hiyo tumemteua mwingine ambaye anaitwa Ali Mohamed Ali. Pia tumejaza nafasi nyingine kwa mujibu wa katiba yetu, kama kuna kiongozi ambaye amepata dharura, maradhi ama vipi kwa muda wa miezi 6 mwaka, ambaye hawezi kutimiza majukumu yake. Kwa hiyo tulikuwa na makamu mwenyekiti upande wa bara, mama yetu anaumwa muda mrefu sana, sasa hivi ni miaka 2. Kwa hiyo tumeamua kukaimisha hiyo nafasi yake kwa mwingine ambaye anaitwa Farida Abdalla Masanja. Pia tulikuwa na katibu mwenezi kwenye mkutano mkuu maalum ambao ulikuwa wa kuteua wagombea urais. Yeye alisimamishwa na mkutano mkuu uongozi wake, lakini baada ya kusimamishwa yeye aliamua kuhama, akaondoka chama cha ADA TADEA akaenda CUF. Kwa hiyo tumeamua ile nafasi na yenyewe tuijaze. Kwa hiyo na yenyewe tumemweka kiongozi mmoja anaitwa Ruhende Lucas Mipawa, yeye alikuwa ni mwenyekiti wa mkoa wa Simiyu. Kwa hiyo tumeamua na yenyewe tujaze. Kwa hiyo na ule ambaye tumemvua wanachama, katibu wa vijana, na yenyewe tumejaza hiyo nafasi kwa kumweka Susan Thomas. Baada ya kikao hicho tutapeleka taarifa kwa msajili kwa jinsi barua ilivyotuelekeza, na baada ya hapo tukajadili sasa kwamba baada ya uchaguzi tutaunda kamati ndogo ambayo inafanya tathmini ya uchaguzi ndani ya chama chetu, kwamba uchaguzi ulikuwaje na matokeo yetu, je, tumeridhika nayo ama vipi, na nini kilitokea kwenye uchaguzi tukakosa. Chama chetu akikupata, kuna kamati ambayo inafanya hiyo kazi ya kufanya tathmini, ni wapi tulikosea, wapi tuliteleza, na baadaye italeta mapendekezo kwenye ADA TADEA. Tutoe tamko la hotuba aliyoitoa Mheshimiwa Rais ya kufungua bunge Dodoma hivi karibuni. Bahati nzuri chama chetu kilipata mwaliko. Mimi kama mwenyekiti niliwakilisha chama. Kwa hivyo chama cha ADA TADEA kinampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake aliyoitoa siku ya kufungua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hotuba ile sisi kama chama cha ADA TADEA imetugusa sana. Kwanza pale alipotoa msamaha kwa wale vijana ambao kwa waliingia katika vurugu la tarehe 29. Kwa hivyo kauli hile kwa kweli Mheshimiwa Rais, kwanza yeye kama mama imemgusa sana, na sisi kama ADA TADEA tumeona tuungane naye na kumunga mkono kwa ule msamaha aliotoa.
Lakini pia jambo la pili, ile alivyoahidi kwamba ataunda baraza la vijana ili vijana sasa changamoto zao, matatizo yao yaweze kupatiwa ufafanuzi. Tumeona juzi katika baraza lake la mawaziri alilounda tayari amemchagua yule waziri atakayeshughulika na mambo ya vijana. Kwa hivyo sisi kama chama cha ADA TADEA tumekuja hapa tukasema kuna haja kama rais wetu wa jamhuri, kiongozi wetu wa nchi, tumpongeze na kumpa moyo na kumtakia kheri. Lakini la pili, tunamunga mkono rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa hotuba yake alioitoa siku ya kulifungua Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Nayo hotuba ile imejaa dira ya maendeleo na matumaini mema, na jana tu tumemwona Mheshimiwa Rais akikagua ujenzi wa uwanja mkubwa wa kisasa wa mpira unaojengwa kule Fumba. Kwa hivyo ni juzi tu kamaliza kampeni, lakini baada ya siku chache tu tayari tunaona wimbi la maendeleo linaendelea. Tumeona kwamba tutoe nasaha kwa vijana wetu wa Tanzania waepukane na hii michepuko ya kuhamasishwa suala la uvunjifu wa amani, kwamba washiriki maandamano. Si jambo jema, si jambo zuri. Sisi kama viongozi wa chama cha ADA TADEA tulifadhaika sana na haya yaliyotokezea kwa nchi yetu, kwa taifa letu. Tumeingia doa, tumechafuka, na hata rais jana alisema katika kuapisha mawaziri wake. Kwa hivyo mimi niwaombe vijana wawe na subira, wawe wastahimilivu. Tayari Mheshimiwa Rais ameshaunda kamati ile tumeona jana ambao kwa itachunguza na mimi niseme tu kwamba vijana, madai yenu au changamoto zenu, nadhani Mheshimiwa Rais kashaanza kuchukua hatua. Ametoa hotuba pale bungeni na amechagua waziri kijana mwenzao. Kwa hivyo chonde wazee tuseme na watoto wetu, tuwakataze watoto wetu wasishiriki maandamano mengine yoyote, na vijana ni waombe wawe wastahimilivu, wawe na subira. Nadhani taifa linawategemea wao. Kwa hivyo tuepukane na uchochezi wowote wa maandamano, kwa sababu yale hayakuwa maandamano. Yale kulikuwa na watu walioshiriki wizi na uharibifu wa miundombinu. Leo watu wasiokuwa na hatia wanapata shida ya usafiri kwa sababu ya vurugu zile. Kwa hivyo ni vyema sasa kila mtu akajitambua kwamba sisi wa Tanzania, hasa vijana, tuna kila haki na sababu ya kulinda miundombinu yetu na rasilimali zetu. Tuliona alotokezea hivi karibuni kuanzia tarehe 29. Watu walikwama, maisha hayakuwa mazuri. Ni vyema sasa tunapoona mtu mgeni katika mtaa wetu, ni vyema turipoti kwenye vyombo vya ulinzi na usalama ili mtu yule aweze kufuatiliwa, kwa sababu Watanzania hawakuzoea shida. Tanzania hatuna vita vya misituni. Tanzania kukiwa na matatizo ya kisiasa, kuna chombo kinaitwa Baraza la Vyama vya Siasa, linakutana na kukaa pamoja na kujadili na kuishauri serikali. Kwa hivyo kupitia ofisi ya msajili wa vyama vya siasa. Kwa hivyo ni wasihi vijana wawe na subira. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama kiongozi mkuu na amiri jeshi mkuu tayari ameshatoa hotuba ambayo imewagusa vijana katika kuwaletea matumaini yao.